shinga iwe ewe Nyasaye weka mani salia unishinga iwe wewe ni Mungu. Amen, haleluya, wewe ni Mungu. Amen, haleluya. Sana na tumekuwa tuna interact na maswali kama haya kwa mitandao ya kijamii, kupitia SMS zetu, kupitia kupigiwa simu na kupitia discussion mbalimbali kwa watu ambao tumekuwa tunakaa nao. Na leo katika studio zetu tumetembelewa na watu wa Mungu. I have a great man here, Apostle Kloba, and a great man of God here, Pastor Jackson Ondeyo. And today tunaenda kuinteract na wao, tunaenda kuwauliza maswali ambayo watu wengi wamekuwa wanajiuliza sana katika safari yao ya Ukristo, na haswa sana tumekuwa tunaulizwa maswali haya na watu ambao wengine wameokoka na wengine hawajaokoka, watu ambao wanamjua Yesu na watu wengine hawamjui huyu Yesu wetu. Karibuni sana katika studio zetu, Apostle Kloba na Pastor Jackson. Ningeomba tu nyinyi wenyewe muambie watu nyinyi ni kina nani, mnatokea wapi, na karibuni sana pia katika studio zetu za Living Faith Gashie TV. Karibu sana Apostle. Yes, kwa majina naitwa Apostle Peter Kuloba. Yesu ni mwaminifu kwa maisha yangu na amekuwa wa msaada sana. Pia nataka nichukue fursa hii nishukuru Living Faith TV kutualika ili tupate kusemezana kuhusu ufalme wa Mungu. So nina furaha sana kuwa mahali hapa na naamini Mungu atatusaidia. Kabla ya kutamatisha tutakuwa tumejifunza mengi. Asante. Amen. Amen. That is Apostle Kloba, na tutakuwa naye katika studio zetu na tutakuwa tunainteract naye. Karibu sana mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa sana kwa wakati kama huu, na kwa majina naitwa Pastor Jackson Ondeyo, Living Faith Community Church. Nimebarikiwa sana kuwa mahali hapa, na kwa neema ya Mungu ameniwezesha kufika mahali ambapo nipo wakati wa sasa. I think tutaendelea kujuana tukiendelea. Amen. That is Apostle Kuloba na Pastor Jackson, na leo tutakuwa na wao katika studio zetu. Tutakuwa tunapiga nao story kidogo, tutakuwa tunasemezana na kulishana chakula cha kiroho. Wewe ambaye unanitazama, ambaye uko nyumbani, na kuomba kwamba usitoke hapa ambapo ulipo, kwa sababu leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa kwa ajili yako na kwa ajili ya generation hii ya sasa kwa ujumla. Sababu swali hili la leo ni swali tata sana watu wa Mungu, kwa sababu tunaenda kuinteract na swali ambalo linasumbua jamii, na limekuwa linasumbua sana jamii na limesumbua kizazi kwa ujumla. Swali lenyewe ni kuhusu maisha ya uchumi ya Mkristo, the economic life of a Christian. This is a very sensitive area. Wakristo wengi, Apostle Kloba, wamekuwa wanaishi maisha ya kuhangaika sana. Pastor Jackson, so many people they believe in Jesus, they are Christians, they are born again, but their lives are not pleasing. Wewe unahisi Apostle Kloba, unahisi ni kitu gani kinafanya Wakristo wengi waishi maisha ambayo ni maisha duni, ama waishi maisha ni maisha ambayo hawaishi vizuri? Wewe kwa mtazamo wako, hii kauli umekuwa unapatana nayo siku nyingi, umekuwa unaichukuliaje, ama imekuwa inakupata katika nafasi gani?
nashukuru kwa ajili ya swali hili ambalo limekuwa linasumbua watu na pia limenisumbua pia mimi, kwa sababu pia mimi ni Mkristo, na katika kufuatilia kwangu napata ya kwamba kuna jambo moja tu ambalo Wakristo wamekosa kulielewa, na jambo hili mimi nalitazama kiutofauti kidogo, ya kwamba Wakristo tunafaa tufanye kazi, yani tukitume katika maisha, kwa sababu many Christians baada ya kuokoka na kumjua Kristo wanaegemea pande moja, na pande ambayo wameegemea ni ya kwamba wao ni wapitaji hapa duniani. Hallelujah. Kwa hivyo mtu hana bidii ya kufanya kazi na kuwekeza, ila anaona yeye ni mpitaji tu. Hiyo ndio inakuwa changamoto namba 1. Changamoto namba 2, Wakristo pia wameamini katika masuala ambayo ya miujiza. Wakati mwingine miujiza si mbaya, miujiza iko sawa, lakini inategemea ni muujiza wa aina gani ambao unaongojea. So hiyo ndiyo imekuwa changamoto. Yes. Na kama Wakristo angejituma kufanya mambo mawili yatoshane. Jambo la kwanza, Mungu anasema tunapofika kufanya kazi tufanye ni kama hatutatoka katika dunia hii. Na tukifika kumwabudu Mungu tumwabudu ni kama kesho haitatupata. Sure. Kwa hivyo tukifika wakati wa ibada tukue serious na ibada, na tukimaliza ibada tumeenda katika masuala ya kazi, tufanye kazi na bidii ili tupate kuimarisha maisha yetu. Asante. Wow. Watazamaji na wasikilizaji ambao mko sehemu mbalimbali, hata najua wewe hilo swali limekuwa linakutatiza sana kwa muda mrefu, lakini leo nakutoa tu hofu, kwa sababu we have great men of God in the house, in the studio here, na watakuwa wanaenda kutuchambulia zaidi. Hiyo imekuwa ni kionjo tu, najua na mengi ya kuongea kuhusu hiyo topic na kuhusu hiyo mada. Sasa mtu wa Mungu, umesema kwamba Wakristo wanaegemea pande moja na wanaamini ya kwamba wao ni wapita njia tu. Ndio. Kwamba hakuna haja ya kujishughulisha, sisi tumeokoka, tushughulike mambo ya mbinguni tu, sisi ni wapita njia. That is the point you're trying to make. Ndio. Na kwamba Wakristo wengi wanategemea miujiza, ama they just know that there is a miracle that is going to happen. Ndio. And when they believe in Christ Jesus, everything is just there, they don't need to work. Ndio. Wow. Isn't this shocking, guys? Anyway, Pastor Jackson, karibu sana katika studio zetu za Living Faith Gashie TV. Yes. Na wewe, je, mtu wa Mungu, mtazamo wako ni gani kwa hiyo mada? Sababu najua pia hata wewe kama mtu wa Mungu umekutana na mada kama hiyo. Yes. Na umeinteract na watu tofauti katika society. Wewe ni mtu wa Mungu. Yes. Umeengage kwa vitu vingi, na hii kitu imekuwa inasumbua watu sana. Yes. Wewe unahisi ni kwa nini Wakristo wengi wanaishi maisha duni, ama maisha yao tu ndio yako chini kuliko watu wengine? Yes. Ni swala ambalo ni njema sana kulizungumzia wakati ambalo limekuja wakati wake, na ni wakati ambapo ni bora. Mimi naelewa ya kwamba kwa maelezo ya Apostle ameeleza vizuri sana. Na ni kwamba tu sisi kama Wakristo tumeshindwa tu kuelewa ya kwamba ni nini ambacho tunahitaji, ama ni nini ambacho tunatarajia. Bwana asifiwe. So najua ya kwamba kwa maeleo kwa kuelewa kwangu mimi kama mtumishi, najua ya kwamba mimi huwa na mtu akikuuliza swali kama hilo, ama kiniuliza swali kama hilo, mimi huwa nikielewa ya kwamba yeye kwanza, huyo ambaye anaonekana ama anajiona ya kwamba ama anajihisi ya kwamba anaishi maisha ya kuumia sana na ni Mkristo, yeye ndiye huwa anaishi maisha mazuri sana.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Warumi 8:18 Paulo anatuambia ukweli na anatuambia vizuri sana. Sisi kama Wakristo we have to be ready to suffer fast. Why? Because there is a glory that is coming after. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo unaumia kama Mkristo kwanza, jua ya kwamba kinachokuja mbeleni ni bora sana kuliko ambacho unapitia sasa. Hayo ni maandalizi tu yanayoandaa njia zako mzuri, then inakukomaza. Bwana Yesu asifiwe. So wale ambao wanaona ya kwamba wanaishi maisha ya kuumia, maisha ya kudhalilika, hao ndio wanaishi maisha mazuri sana kwa maono yangu. And then Apostle ameongea kitu ya kwamba we as Christian hatuna ile patient. Hatutaki kungojea. Then tena hatuna ile trustness. Unapata tunataka haraka. Ameongelea kuhusu muujiza. Muujiza watu wana depend sana kwa material things. Unaona? So mtu anaenda anataka material things. Iko kama mtu atoke huko. Najua Apostle Kuloba anaweza tamuka kitu juu yako. Na kwa sababu ametamuka, mtumishi wa Mungu ametamuka. Now for you to manifest, lazima uamini sana. Ujue ni nini natafuta. Ni nini hiki nataka niwe nani. So mtu akikutambukia kitu na utoke pale haujaamini. Ni kama unataka kupika ugali na unanunua unga wa chapati. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hautafaulu. Ndiposa utapata watu wengi wa Kristo tunaumia na tumepakia tu kuwa pale pale. Amen. Barikiwa sana. Mtumishi wa Mungu Pastor Jackson anasema ya kwamba unapopitia magumu kama Mkristo, it is just but a preparation to a certain or to a coming glory. Bwana asifiwe. Lakini mtu wa Mungu, do you think we need to suffer because there is a glory coming? Do you think tunafaa kuishi tu unakaa tu, maisha ni mbaya, unaishi kwa slums, you don't have anything to give to your kids, you don't have your school fees, simply because there is a glory coming? Na mimi naamini kwamba here we are on earth, we are not in heaven, we are still just on earth. Na hapa tunafaa kuishi maisha yetu to the fullest. There is a destiny that you came with kwa hii dunia, na kuna malengo na kitu ambacho nafaa kutimiza kama Mkristo. Je, ni sawa kwa Mkristo kuteseka tu na kuumia kwa sababu there is a glory coming? Okay. Good question. Apostle amezungumzia kuhusu working. Now, maandiko in Deuteronomy inatuambia kitu kuhusu I will place. Unaona, I will place the work of your hands. Okay? Sure. Now, Mungu atabariki kazi. Hatabariki mkono. Atabariki kazi. True. Maandiko yanatuambia Mungu atabariki kazi. Hatabariki mikono. So, with that point of my apostle, now you have to do something. Lazima utoke ufanye kitu. Sure. For God to place that. Now, kupitia kwa kile kidogo ambacho unafanya, now God is going to bless you. He will bless it. Amen. Okay? Amen. Na unaenda kubarikiwa tu kutoka kwa kile kidogo. So, hauwezi kaa tu ama unaishi kwa Islamu sasa unajihurumisha tu unasema no. I will bless the work of your hands. The work. So, you have to do something. Amen. Lazima utoke ufanye kitu. Sasa ndio unapata Mkristo yeye anajua tu kwamba naenda kuombewa nipate kazi. Are you doing something? Okay? For you to be blessed, you will be blessed from something. Okay? Yeah, lazima ufanye kitu kidogo na kupitia kwa kile kidogo. Now, God will bless you. Amen. Yes. Wow, a good point indeed. Mtu wa Mungu Pastor Jackson anatuambia kwamba you need to work, you need to do something because God is going to bless the work of your hands, but it's not going to bless the heads. He's going to bless the works of your what?
of your head. Wow, that is a very nice point of view. Thank you, Pastor Jackson and Apostle Kuloba, for coming to Living Faith Gashie TV. I believe our viewers today wanaenda kukula chakula ambacho I believe hii swali hata nyinyi mmefurahia, because it is a very profound question ambayo imekuwa inasumbua watu wengi, hata mimi nilikuwa mmoja wao. Naamini uko na swali, ninaamini uko na kitu cha kuongezea kwa hii mada ya siku ya leo. Just send us an SMS via our digital medias that you're watching us from, na itakuwa ni ya maana na ya baraka sana. We have our numbers right there. Just send us an SMS, send us an SMS, na tutakuwa tunasoma ujumbe wako, tutakuwa tunajibu swali lako, tutakuwa tuna engage na maoni yako. Mtu wa Mungu Apostle Kuloba, I just have a question. Nyinyi kama watumishi wa Mungu, ni majukumu gani mko nayo kwa kuwaongoza watu wa namna hii? Kama watumishi wa Mungu, mna jukumu gani katika kuwaongoza waumini kuboresha maisha yao? Mko na jukumu gani kuwaongoza waumini kuboresha maisha yao, wale ambao wako na maisha duni? Kwa sababu I believe in your churches, I believe in your ministries, you have people with different classes. We have people wenye wanaendesha Mercedes, kuna wenye wanaendesha Masubaru, Impreza, kuna wenye wako na pikipiki, kuna wanatembea kwa miguu. Huyu ambaye anatembea kwa mguu, wewe kama mtumishi wa Mungu, unajukumika kiasi gani ku make sure maisha ya huyu muumini yanaboreka? Asante ndugu yangu, kazi ya kanisa ni kuhakikisha ya kwamba community inakuwa safe na salama. Amen. Lakini kabla tufike hapo, ningependa upate kufahamu kwamba tatizo hili la maisha duni haliko kanisani peke yake, halipo kwa Wakristo peke yake, liko kwa watu wote, especially katika nchi zetu za Kiafrika. Afrika tuko na mataifa zaidi ya 50, na kati ya mataifa 52 utakuja upate kwamba karibu mataifa 40 ni maskini, wako katika hali ngumu sana ya kimaisha. Na kinachochangia hawa watu kuishi katika maisha duni ni vitengo mbalimbali, sio kanisa peke yake. Unaweza taja labda vitengo vichache. Yeah, sure. Unaweza pata ya kwamba serikali inaweza changia umaskini kwa watu. Na inaweza changia namna gani? Unaweza pata serikali haina resources za kutosha kusupport watu wake. Unapata kama huyu mtu ni mkulima, labda hapati vifaa vya kutosha vinaomsupport katika ukulima. Na kama atafanya ukulima, hana soko ya kuuza hizo bidhaa zake. Unaona sasa? Unaweza pata kitu kama inaitwa miundo msingi. Yes. Unapata tunafanya kazi lakini hatuna miundo msingi. Kama vile barabara za kusafirisha hiyo mazao yetu kuipeleka kwenye soko. Sure. Na pia unaweza pata ya kwamba tunafanya kazi lakini hatuna soko ya kuuza bidhaa zetu. Kwa hivyo kabla tufike kwa church, lazima pia tuangalie maeneo ambayo yanachangia. Unapata pia jambo lingine, wanasiasa. Siasa ikiwa mbaya pia itasababisha watu kukaa katika umaskini. Kweli. Kwa hivyo utapata kila wakati tunachukua muda mrefu katika hali ya kurumbana na kupiga siasa ambazo haziishi. So zinasababisha watu wakose kujukumika katika majukumu, wafuate mambo yenye haina faida kwa maisha yao. Kweli. Na mengine mengi tu ambayo tutakuja kuizitaja katika vipindi ambazo zinakuja pale mbele. Kweli. Lakini la msingi tuangalie kama kanisa tuna majukumu gani
licha ya kuwa labda serikali ina SMS Kweli tu. kwa majukumu zake, na watu wabakishe tumaini kwa kanisa. Yes. Yes. Kwa sababu mambo yanapoharibika huko nje, watu ukimbilia kanisani. Wakijua ya kwamba kanisani kuna mambo mazuri, kuna maisha mazuri. Yes. Alafu huyo mtu ametoka kwa maisha mangumu, amekuja kanisani, bado anapata mambo ni mangumu bado. So kama church tunafaa tusimame tukihakikisha ya kwamba jamii inasaidika katika maeneo yote. Sio kwa injili peke yake, sio kwa maombi peke yake, lakini pia tujitolea kuhakikisha ya kwamba huyu kijana amekuja kanisani, ako na talanta gani, anaweza saidiwa na nini kando na kufanya kazi ya injili. Huyu mzee ameokoka, amekuja kanisani, dunia imempiga, amekimbilia usalama wake. Tutamkalisha kanisani tu aamini Mungu na akae? La asha. Kama kanisa lazima tupate kuelewa ya kwamba tunaishi duniani. Yes. Na duniani ina mahitaji yake. Mtu hajaokoka anaishi duniani, mtu ameokoka anaishi duniani. Kwa hivyo duniani ni makao yetu sisi zote. Na ni jukumu letu kama jamii kutengeleza sehemu ambayo tunaishi, ambayo ni dunia yetu. Kwa sababu tunamngoja Kristo. Hatujui atakuja kesho wala kesho kutwa. Lakini kabla akuje, lazima kwanza tuhakikishe kama kanisa tumeboresha maisha ya watu, tumesaidia watu, tumetafuta mafundisho ya kufunza watu. Kama hii sasa yenye umesema umetuita hapa tuzungumzie, ni fundisho nzuri. Wakristo wamefinyika sana, licha ya kuwa wanaomba, licha ya kuwa wanaabudu, lakini kuna kitu moja wamesahau: kujipanga na maisha. Maisha lazima ujipange. Usipojipanga maisha itakupanga. Kweli. Wow. Tokea mwanzo, hebu tuangalie neno moja katika andiko. Mwanzo 1:26 inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ukiangalia katika hii mstari wa 26, Mungu anamuumba mtu kuwa wa mwisho. Yes. Anamuumba mtu kuwa wa mwisho kabisa. Mbona hakumuumba wa kwanza? Hiyo ndio swali kama kanisa na jamii tunafaa tujiulize. Kweli sana. Kwa nini Mungu aumbe mtu kuwa wa mwisho? Kwa sababu Mungu alikuwa na set standard, alikuwa na plan kabla amuumbe mtu. Na plan ambayo Mungu aliumba na alikuwa nayo ilikuwa mtu asiteseke. Very true. Atakapomuumba mtu asifanye nini? Asiteseke. Kwanza apate Mungu amemtengelezea standard ya maisha. True. Ndio nuna katika mstari anasema akamfanya mtu ili atawale. Unawezaje tawala kitu chenye hauna? Ndio swali la msingi. Wow. Kwa hivyo kwa watazamaji wetu Wakristo na wasiokuwa Wakristo wanafaa waelewe ya kwamba Mungu alijipanga kabla ya kutuumba sisi. Kweli. Ukianzia kule mwanzo Genesis 1 ukuje utasikia Mungu akaumba dunia, Mungu akaumba samaki, Mungu akaumba wanyama, Mungu akaweka matunda, akaweka kila kitu ambacho binadamu akikuja atavitumia na atavihitaji. Kweli. Alafu 27 anasema akampa uwezo wa kutawala hizo vitu, kuzitunza. Akamweka kwenye shamba la Edeni, akasema ailime. Na maana shamba lilikuweko. Yes. Huwezi lima shamba lenye halipo. Akasema atunze samaki, atunze wanyama, atunze. Na maana kwanza Mungu alitengeza standard.
Kwa hivyo kama kanisa ili tuite watu wakuje kwa Yesu, lazima tujipange kwamba watu hao wanakuja, na maisha yao yatakuwaje. Hiyo ndio kazi ya church. Wow. Kwa hivyo kama kuna mtumishi wa Mungu ananisikiza mahali popote alipo, that is our mission, to make sure that maisha ya watu inapokuja kanisani inabadilishwa kwa kila viwango. Viwango vya kiroho na viwango vya kawaida. So kama Mungu mwenyewe alifanya kazi, siku ya kwanza akafanya kazi, siku ya pili akafanya kazi, siku ya tatu akafanya kazi, mpaka siku ya 6. Alafu 27 inasema Mungu alituumba kwa mfano wake mwenyewe. Kwa hivyo kama Mungu alifanya kazi, wewe muaminio ama believer of the church, kwa nini ufanyi kazi? Na wewe ni mfano wake. Na wewe ni mfano wake. Basi kama utakuwa unafanya kazi, utakuwa wewe si wa mfano wake. Amen. Amen. Na usipokuwa mfano wa Mungu, utakuwa mfano wa nani? Mambo ni mawili tu. Usipokuwa mfano wa Mungu, utakuwa mfano wa shetani. Kwa sababu shetani ndio hakufanya kazi kutoka mwanzo. Yeye alingojea Mungu afanye kazi, alafu akatamani hiyo kazi, akitaka kuovertake atawale. Ndio wakakosana na Mungu. Kwa hivyo ukiona Mkristo mwenye hafanyi kazi, ukiona Mkristo mwenye hajitumi, ukiona Mkristo mwenye hapambani na maisha, huyo tunamshuku either amepinda akatoka kwenye mwelekeo. Wow. Wow. Umeelewa hivyo? Wow. Wow. La pili, watu wote waliofanikiwa katika Biblia hawakuhubiri injili tu. Kweli. Walifanya kazi. Maandiko, mtumishi wa Mungu ametoa andiko linasema, Moses akasema, Mungu akamwambia Moses, mtu mwenye afanyi kazi hata kukula asifanye nini? Asikule chakula. Na Mungu akasema atabariki kazi ya nini? Ya mikono yetu. Unless uwe una matatizo yoyote. Lakini kama una matatizo yoyote, Mungu ako pale kudhibitisha neno lake. Very true. So mimi naomba ndugu zangu wa Kristo wapate kuelewa hivyo, kwamba tujitume, tuhakikishe tunafanya kazi kwa bidii. True. Wapo wengine wamechagua. Kuna wengine wamechagua labda maombi. Napata mtu kutoka Monday mpaka Sunday ako maombini. Lakini neno la Mungu haliwezi kuchanganya.